Karibu sana kwenye kipindi hiki muhimu cha afya uzazi. Kama wewe ni mwanamke ambaye umekuwa ukijaribu kupata ujauzito kwa muda mrefu bila mafanikio, basi video hii ni kwa ajili yako. Hakikisha unatazama video hii hadi mwisho, kwa sababu mwisho wa video hii nitaenda kuelezea namna sahihi ya kuweza kutumia ili kuweza kufanikiwa kupata ujauzito na kufikia lengo la kuitwa mama. Jina langu naitwa Dr. Emmanuel Teofilo. Hakikisha unachukua namba kwenye hii video ili tuweze kuwasiliana kama unahitaji msaada wa haraka. Leo nitakueleza baadhi ya magonjwa na matatizo yanayoweza kupunguza uwezo wa mwanamke kushika ujauzito. Lakini muhimu zaidi, nitakueleza kuwa matatizo mengi ya uzazi yanaweza kutibiwa au kudhibitiwa endapo yatagundulika mapema na hatua za kitabibu kuchukuliwa kwa haraka. Kwa hiyo nachojaribu kukwambia siku ya leo, usikate tamaa kabla ya kupata uchunguzi sahihi. Pengine umekutana na watu ambao wameukatisha tamaa huko duniani, aidha katika mitandao ya kijamii, lakini acha kukata tamaa, kwa sababu kuna watu wengi ambao walikata tamaa katika swala zima la kuendelea kutafuta kupata ujauzito, lakini baadaye sana wakajikuta wamepata ujauzito. Kwa hiyo usikate tamaa kwenye swala la uzazi kabisa, kwa sababu unahitaji kufanya uchunguzi sahihi ili kugundua chanzo cha tatizo na kuweza kulitibu kama inavyotakiwa. Sasa nitaenda moja kwa moja kwenye sababu zinazoweza kusababisha mwanamke kutokupata ujauzito au kuchelewa kupata ujauzito. Sababu ya kwanza ni mirija ya uzazi kuziba. Moja ya sababu kubwa zinazowafanya wanawake wengi washindwe kushika ujauzito ni kuziba kwa mirija ya uzazi. Mirija hii ndiyo njia inayoruhusu yai na mbegu za kiume kukutana. Sasa inapotokea mirija ya uzazi wa mwanamke imeziba, maana yake mbegu za mwanaume haziwezi kukutana na yai la mwanamke. Na nini kinatokea mirija ikiziba? Mbegu za mwanaume zinakuwa haziwezi kulifikia yai, lakini vile uwezekano wa kupata ujauzito unapungua kwa kiasi kikubwa sana, na wakati mwingine husababisha mimba kutunga nje ya mfuko wa uzazi, jambo ambalo pia huwa linakuwa na hatari zaidi kwenye afya ya uzazi kwa mwanamke. Na mara nyingi sababu za kuziba kwa mirija ya uzazi ni pamoja na maambukizi ya muda mrefu kwenye nyonga, lakini kupata magonjwa ya zinaa yasiyotibiwa haraka, lakini kufanya upasuaji wa awali wa tumbo au nyonga. Upasuaji wa awali wa tumbo au nyonga pia inaweza ikawa sababu ya mirija ya uzazi wa mwanamke kuziba na kusababisha hali ya shida katika kupata ujauzito. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza kabisa. Nimesema sababu ya kwanza ni mirija ya uzazi wa mwanamke kuziba. Lakini sababu ya pili ni uvimbe wa nyama katika mfuko wa uzazi. Kitaalamu tunasema fibroids. Fibroids ni uvimbe usio wa saratani unaoota kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke. Wanawake wengi wana fibroids bila kujua. Lakini vile fibroids zinaweza kuvuruga upandikizaji wa mimba, yani inakuwa changamoto kupata ujauzito kabisa. Kila mnapojaribu na mwenza wako inashindikana, kila mnapojaribu inashindikana. Kwa hiyo fibroids zinaweza kuwa ni sababu ya kutokupata ujauzito. Lakini fibroids pia zinaweza kusababisha kutoka damu nyingi sana wakati wa hedhi, yani unaweza kutoka damu nyingi kiasi sio cha kawaida, au kupata damu nje na siku zako za hedhi, jambo pia ambalo linaweza kusababishwa na uvimbe katika kizazi. Lakini fibroids zinaongeza hatari ya kuharibika kwa mimba. Unaweza kushika ujauzito vizuri, lakini kwa nini ukishika ujauzito wako unaharibika? Kadri vimbe zinavyokuwa kubwa au zinavyozidi kuwa nyingi, ndivyo zinavyoweza kuathiri uwezo wa kupata ujauzito kwako unayenisikia. Hakikisha unafanya uchunguzi kuhakikisha, je, kwenye via vyako vya uzazi hakuna uvimbe au fibroids zozote zinazoonekana kwenye vipimo. Na kama utakutwa na uvimbe, basi tiba zipo, unaweza ukatibiwa na ukapata suluhisho mapema. Sababu nyingine ya tatu ni endometriosis.
Endometriosis hili ni tatizo ambapo tishu zinazofanana na zile za ndani ya mfuko wa uzazi huota sehemu zisizostahili. Na dalili za tatizo hili mara nyingi ni maumivu makali wakati wa hedhi. Yeye unakuwa unapata maumivu makali sana kiasi cha kwamba ukiwa hedhi kila mmoja anakuwa anajua, kila atakaye kuona anajua kabisa huyu leo yuko hedhi. Kwa hiyo maumivu yanakuwa makali sana, na maumivu yakizidi maana yake unakuwa ni mtu ambaye huwezi kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa hiyo endometriosis pia inaweza kusababisha hali ya kutokupata ujauzito kwa muda unaotakiwa. Na dalili ya kwanza ya kuwepo kwa tatizo hili ni maumivu makali wakati wa hedhi. Dalili ya pili ya kuwepo kwa endometriosis ni pamoja na maumivu makali wakati wa tendo. Yaani wakati wenzio au mwenza wako anafurahia tendo la ndoa, wewe ndio wakati unakunja sura kama umelambishwa limao. Sasa kama uenjoy katika tendo la ndoa hamna hata maana sasa ya ndoa. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kupata ujauzito kwa muda mrefu. Unakuwa tu ni mtu ambaye unatafuta ujauzito upate, utafuta ujauzito upate. Maana yake unaweza ukawa na tatizo hili la endometriosis ambalo linaweza kuchangia hali ya kutokupata ujauzito kwa muda ambao unauhitaji. Na mara nyingi tatizo hili linaweza kuathiri ubora wa mayai na mazingira ya uzazi kwa ujumla. Kwa hiyo ubora wa mayai ya mwanamke huharibika sana pale ambapo kuna hili tatizo la endometriosis kwenye uvia au kwenye mfumo wa uzazi wa kwako wewe. Jambo lingine la nne ambalo linasababisha hali ya kutokupata ujauzito kwa muda ambao unahitaji ni ugonjwa wa mayai. Ugonjwa wa mayai kutokukomaa vizuri. Mayai yasipokomaa vizuri, maana yake huwezi kushika ujauzito. PCOS ni ugonjwa unaowapata wanawake wengi sana. PCOS ni ile hali ya mayai kutokupevuka mapema. Sasa ni hali ambayo inawapata wanawake wengi sana. Wengine wamehangaika sehemu mbalimbali, pengine hata unanisikiliza umehangaika sehemu mbalimbali sana, lakini bila kupata matokeo. Wenzako wanajifungua, wenzako wanabeba ujauzito, wenzako wanalea watoto, lakini bado unahangaika. Miaka na miaka wamepambana, lakini bado nakupa tumaini. Baada ya kufanya uchunguzi kwa kina, tunaweza tukabaini chanzo cha tatizo lako, chanzo cha nini, kwa nini upate mtoto. Dalili za mayai kutokukomaa vizuri ni kuanza kupata hedhi zisizo za kawaida. Yaani sometimes unapata mabonge ya damu, unapata hedhi yenye harufu kali, unapata hedhi ambayo sio ya kawaida. Lakini dalili nyingine ni kuongezeka uzito bila sababu ya msingi. Yaani haujala vyakula vya kuongeza uzito, mwili wako uko vile vile, lakini uzito wako unakuwa unaongezeka. Maana yake una tatizo hili la mayai kutokupevuka vizuri. Lakini pia vile vile kuanza kupata chunusi nyingi sana. Chunusi nyingi zinaanza kukusumbua. Yaani kila ukitafuta dawa wapi una shida kwenye mfuko wa uzazi. Mayai yako hayapevushwi vizuri, na nitaelezea kwa video inayofuata kwa nini mayai yanakuwa hayapevushwi vizuri, nitaelezea. Lakini dalili nyingine ni kuanza kupata nywele au kuota nywele sehemu zisizo za kawaida kwako mwanamke. Unaanza kupata vinyweleo vingi sana kwenye mwili wako. Kwa wanawake wengi wenye PCOS, yani yai halitoki vizuri kila mwezi, jambo linalofanya uwezekano wa kupata ujauzito kuwa mdogo sana. Kwa hiyo lazima kwanza ufanye uchunguzi ili kuweza kubaini, sio kwanza kukimbilia tu madawa mitandaoni, kwanza kukimbilia kwa wataalamu. Fanya kwanza uchunguzi kwenye vipimo sahihi ili uweze kugundua chanzo cha tatizo lako ni nini. Ukishagundua tu hapo inakuwa rahisi kuweza kutibia tatizo lako na kuruhusu uweze kupata ujauzito kwa kawaida. Sababu nyingine ya tano ni maambukizi ya muda mrefu kwenye via vya uzazi. Maambukizi yasiyotibiwa yanaweza kuharibu mfumo wa uzazi polepole na mwisho wa siku kusababisha hali ya ugumba au kutokupata ujauzito. Na baadhi ya wanawake wanapuuza dalili za maumivu ya nyonga, uchafu wenye harufu mbaya ukeni, kuwashwa sehemu za siri. Ni muhimu sana kuweza kufuatilia hali yako ya uzazi ili kuweza kujua kama kuna maambukizi kwenye via vya uzazi ili uweze kudhibiti haraka kabla hali haijawa mbaya sana. Na sababu nyingine ya sita inawafanya wanawake wasiweze kushika ujauzito kwa muda wanaohitaji ni matatizo ya homoni. Homoni zina jukumu kubwa sana katika uzazi wa mwanamke. Ikitokea kitu kinaitwa hormone imbalance, maana yake homoni zako zimevurugika, yai linaweza lisitoke kabisa. Kwa hiyo yai lisipotoka, maana yake huwezi kuingia hata period. Uwezekano wa kupata ujauzito unapungua kwa kiasi kikubwa, na mwisho wa siku unakuwa na ugumba.
Lakini ushauri ambao nataka kukupatia siku ya leo, kama una moja ya matatizo haya, haimaanishi kwamba huwezi kupata mtoto kabisa. Kitu cha muhimu ni kufanya uchunguzi sahihi na kupata ushauri wa kitaalamu mapema kabla hali ijawa mbaya sana. Wapo wanawake wengi kama wewe waliokuwa wamekata tamaa kabisa ya kuweza kupata mtoto, lakini leo ni mama wa watoto baada ya kupata matibabu sahihi na mwongozo wa kitaalamu. Jambo la msingi ni kufanya uchunguzi wa kina, na unaweza ukachukua namba kwenye hii video, piga simu kisha elezea hali yako, na kama uko mazingira ya jirani na kliniki yangu unaweza ukafika na ukafanya vipimo ili kuweza kujua kinachokusumbua ni kitu gani. Na nataka nikuulize maswali haya. Je, umewahi kujaribu kupata ujauzito kwa miezi au miaka bila mafanikio? Nijibu kwenye comment hapo chini, au unaweza kunipigia simu. Na je, una hedhi zisizo za kawaida? Unapata maumivu makali ya hedhi? Una uvimbe? Una PCOS ambayo inakusumbua kwa muda mrefu, au na maambukizi ya mara kwa mara kwenye via vyako vya uzazi? Nijibu kwenye komenti hapo chini. Pia usiendelee kuteseka kimya kimya. Wasiliana nami leo kwa ushauri na mwongozo wa kitaalamu ili kujua chanzo halisi cha tatizo lako na hatua zinazofaa kuchukua. Unaweza ukapiga simu namba iliyopo kwenye video au ukanitumia ujumbe kwenye WhatsApp nami nitakujibu kwa haraka. Vilevile hakikisha unaacha maoni chini ya hii video kama unapitia moja ya changamoto nilizozielezea hapa. Vilevile usisahau kulike video hii, kushare na kusubscribe ili kupata elimu zaidi ya afya ya uzazi na afya kwa ujumla. Mwisho kabisa, Mungu akubariki. Endelea kutufuatilia.